Vijana timu ya Onitsha namna gani, lakini wanazidiwa maarifa hapa. Anakimbilia Ngozi, hatari pale, anapiga bao tabu hapa mchezaji jazi nambari 6. Namna gani walimwacha hapa, waliweza kumwacha mchezaji huyo, wakamwangalia maskini mlinda lango huyo Victor Moi, anaukota ndani, peleka katikati. Namna gani Agoro Sare pata bao la mapema kipindi cha kwanza hapa. Langu jina ni Tekasi Mohamed Kasisa Soka, wanaanza migao taratibu vijana wa timu hii ya Onitsha. Wangu lakini goalkeeper anakuja kuwai, anasema ni chakula changu hapa. Hayadundisha moja pembezoni pale kulia, anacheza wapi? Taratibu vijana wa timu ya Agoro Sare katikati mwa Kitwara, lete pasi lakini natoka nje. Tuambizane ukweli, mechi ni za wanafunzi, lakini kwa umbali tu sura ambazo naziona uwanjani sisemi kitu. Haya, kitu kinaita pale vijana wa timu ya Onitsha, tuambizane tu kweli. Haya, taratibu piga kisigino jazi nambari 11, anaukwatua pembezoni pale, anacheza pitisha. Hawa ni Onitsha katikati mwa Kitwara. Haya, hatari pale, mtaragoshwa. Refa anasema haimo, kabisa, anasema hamna, anasema hamna. Asante sana, zidi kuwa nami moja kwa moja. Aja piga tia kwanza, mfungaji wa goli anapia pembezoni pale, nakataa beki Msarabu jazi nambari 2, anakuja kuwaituliza awali wana Agoro Sare. Hadi kufikia sasa wanalo goli moja, analeta hatari lakini goalkeeper anasema hichi ni chakula changu. Haya, dundisha juu kwa juu, anacheza wapi? Piga pote la pote, anasema ni heri fedheha kuliko lawama, ni heri fedheha kuliko lawama. Hapa wanaanza mpira mrusho Agoro Sare, lakini namna gani hapa Afifu alikuwa amekwisha otea jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasi na idhini yeyote. Asante sana, zidi kuwa nami moja kwa moja, ukiniambia unanipata ukiwa wapi. Haya, taratibu wanakataa badali katani hapa vijana wa timu ya Agoro Sare, anapiga pembezoni pale kulia, anacheza wapi? Anakuja taratibu juu kwa juu, hatari lakini goalkeeper anakuja kuwai hapa, kijana mwite Moi. Namna gani? Asante sana kwa nazidi kutufuatilia. Tunakuletea mechi bashara kutoka uga huu wa Gusii, ambapo basi ni mechi za regionals. Tabu tena zaidi utakuwa ni mpira mrusho taratibu, anza mikao jazi nambari 6, leta katikati mwa uwanja. Kijana huyo anaitwa John, piga lakini dunda 1 2 3 inatoka nje.
toka nje. Asante sana. Ambapo Gor sare goli moja. Vijana wanawazungumzia wa timu hii ya Onitsha. Mambo basi ni 0-0. Haya, wataanza mpira mrusho taratibu, anaongozi piga juu kwa juu pembezoni, kichwa faraza, wanakataa mabeki wa timu ya Gor sare. Haya, Onitsha wanao kijana mdogo pale, nageuka wakaanza pili pale namna gani, lakini anakataa badani Katani, piga pembezoni, anakuja Kovoroka, piga pote la pote, anasema ni heri fedea kuliko lawama. Asante sana. Utakuwa ni mpira huu wa mrusho, wanaanza migao haraka haraka pale. Haya, mfungaji wa goli jazi nambari 6 anapiga pasi hatari, piga namna gani, mtu anaunao, anasema vipi? Hamna jamii kweli. Jazi nambari 6, mechi ni za wanafunzi, lakini kwa upande wangu tuanizade tu kweli. Hatari pale, piga chini kwa chini, kataba ndani Katari, kichwa kinaita duda, 1 2 3 natoka nje. Tuambizane tu kweli, mechi ni ya wanafunzi ndio. Asante sana. Haya, taratibu pale kwenye anachezewa visivyo hapa Mark. Chezewa visivyo hapa kijana mwite Mark. Utakuwa ni mpira wa Ikabo. Asante sana. Utakuwa ni mpira wa mrusho, jazi nambari 3, taratibu anarusha, analeta wangu, lakini goalkeeper anasema ni chakula changu hapa, mwite goalkeeper huyu Rio, anajiita Rio Ferdinand huyu. Asante sana Rio Ferdinand. Haya, taratibu cheza juu kwa juu, piga pote la pote. Kijana huyu mwita Alex, lakini ngozi inatoka nje. Atakuja kurusha kijana mwite John, rusha lakini hafifu, atakuja kujibu mipigo vijana wa timu hii ya Onitsha. Haya, juu kwa juu, paraza kichwa, anakataa kijana mwite ni Joseph Bradley, juu kwa juu, paraza kichwa, azabika kwake John Kelly, wanakuja Onitsha, piga pasi Jerezi, namna gani akira kataba Katari pale. Vijana na wazungumzia wa timu ya Gor sare watakuja kurusha. Onitsha anajipinda kama upinde wa mvua, rusha taratibu, anakuja kuiresha kwanza, hatari pale namna gani, magoli mawili kwa vijana wa timu ya Gor sare. Magoli mawili, Gor sare magoli mawili.
Ongicha 0. Ongicha 0. Mambo gani haya? Bado siamini. Agoro Sare mawili. Ongicha 0. Wataanza katikati tena vijana wa timu ya Ongicha. Anza juu kwa juu, anakataa pale, cheza kwake John wabelwite Quinton Fortune, lakini anakuja kuwai pale goalkeeper mwite Victor huyo, na kwa basi ni ngozi ya goal kick. Anza kwa taratibu, kataba na katani, jazi nambari 14 kwenye gongozi, kijana huyo mwite John Kelly wanaongicha leta pasi ya wangu pale, lakini kataa hatari pale, namna gari piga fataki, lakini alikuwa amekwishotea. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe, pasi na idhini yote, nasema kwa itachezwa upya. Asante sana, langu jina ni Kasim Mohamed. Anza taratibu kwenye kamba kifua, unacheza wapi? Juu kwa juu, hatari kizaza, piga pale pembezoni, anakataa beki yule wa timu hii. Zungumzia timu ya Ongicha. Ataanza mpira mrusho. Haya, dokoza pasi, kataba na katani, jazi nambari 15 kwenye gongozo huyo upande wa timu. Nizungumzia hii Asante sana Kasim Mohamed, upande mwingine wa matangazo katika uga huu wa Gusii Stadium. Mechi ya pili katika kundi hili ni kundi la A, Agoro Sare versus Ongicha Secondary. Kufikia sasa chini ya dakika 15, Agoro Sare washapata bao za mapema, wanasema kwamba mapema ndio best. Hao ni wana Agoro Sare. Kufikia sasa Agoro Sare bao mawili, Ongicha 0, na iwapo majibu yatabaki hivi, Agoro Sare anakwenda juu ya kundi la A na pointi 4, mechi ikibaki hivi hadi tamati. Wanajaribu Ongicha, ondolea potelea pote Agoro Sare. Mpira wa mrusho kuelekea upande wa timu ya Agoro Sare. Mchezaji mmoja wa Agoro ako chini, refa hajamuona kunani, anaamka. Agoro Sare pembezoni kushoto, chenga inakubali. Ongicha wanakosa kuelewana, wachezaji hawa wawili wa Ongicha. Inakuwa ni mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Agoro Sare. Kumbuka matangazo haya unayapata moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba michezo hii unaipata moja kwa moja. Wanakwenda kwanza ni Ongicha Secondary, nambari ya pili kutoka kaunti ya Kisii. Agoro Sare nambari ya kwanza kutoka Homa Bay County, defending champion Nyanza Region, semi-finalist nationals. Agoro Sare pembezoni kushoto, ya kwanza inakubali, ya pili inakubali, hatari, nafasi morwa wanaikosa, lakini mchezaji mmoja wa timu ya Ongicha alipatikana katika shambulizi lile, anakwenda chini. Namuona kocha anatingiza kichwa. Ongicha Secondary anasema kwanza ndio nitaka kuja regionals, lakini hamkuniambia vizuri, hivi ndivyo kuko kunani. Anakwenda kwanza ni Moi, mlinda lango, man of the match mechi ya kwanza kwa Ongicha Secondary, ashafungwa 2 kufikia sasa. Wanapiga refu pembezoni kulia, wanakana. Ongicha wanajaribu kubisha, lakini mlinda lango wa timu ya Agoro Sare ambaye amekuwa mzuri sana mechi ya kwanza ya asubuhi baina ya Agoro Sare na Kisumu Day, anasema chakula changu hiki. Nahodha Ongicha Secondary amesakamwa kabisa
mshambuliaji wa timu ya Ong'incha, lakini alikuwa akishaotea. Agoro Sare sasa jaribu penyeza pembezoni kushoto, wanajimudu Ong'incha, inakuwa ni foul. Wachezaji wawili wako chini kwa Agoro Sare, wananyanyuka wote, kumaanisha kwamba si jeraha ambalo labda linaleta wasiwasi kwa upande ule wa ukufunzi wa timu ya Agoro Sare. Mashabiki wamefika kwa wingi sana. Nikitazama G1 hadi G13 zote zimejaa zikafurika, zimejaa pomoni. Hizo ni stand za uga huu wa Gusii Stadium, uga wa nyumbani kwa timu ya Shabana FC, uga wa nyumbani kwa timu za kina dada. Tuliona timu ya Gusii Starlets walipandishwa daraja hadi daraja la Division 1, waliingia NSL. Hao Gusii Starlets ambao ni timu ya kina dada ya Shabana waliweza kuingia katika upande ule wa NSL. Pia tutaona wakitumia uga huu wa Gusii Stadium msimu ujao. Kunayo Gusii FC upande wa FKF Division 1, walishushwa daraja kutoka National Super League. Pia ni miongoni mwa timu ambazo zitatamani kutumia uga huu wa Gusii. Lakini kwa leo hii wale ambao wanavunja ubikira wa uga huu ni wanafunzi wa shule ya upili, mechi za ukanda wa Nyanza. Kodero Agoro Sare anapenyeza vizuri, jezi nambari 8, nafasi anazo, penyeza chini kwa chini, wanamakinika lakini bado hatari ipo, anajipeza bado hatari ipo. Wakati huo huo penalty au ni nje ya mstatili. Walikuwa wanashambulia ni wachezaji wa timu ya Agoro Sare, wakijaribu kupenyeza shoti, mkono ukainuka juu ukamguza, lakini ni kana kwamba wananusurika, hawanusuriki. Tuone, itakuwa ni free kick. Eneo hatari sana. Agoro Sare wanao mafundi wengi wa kuweza kugeuza nafasi hiyo kuwa bao. Ukuta wa binadamu, si mmoja, si wawili, 6, 7. Wachezaji wa timu ya Ong'incha wanaweka ukuta wa wachezaji 7. Ukuta wa binadamu, wamefungua nafasi ya chini. Ni hatari pia ukiweka wachezaji wako wote kwa ukuta, kwa sababu akiamua tu kupasi popote itafika, na ikifika utakuwa umeachiana rahisi. Moi anapiga hatua kwa lango lake lote, kulia atafika, kushoto atafika. Tuone Hamza Atakimbo. Agoro Sare nafasi, Murwa anapoteza, wanapoteza Agoro Sare. Ilikuwa ni nafasi ya moja kwa moja nje ya mstatili, hatua chache kutoka kwa lango, lakini wanakosa kuligeuza kuwa bao. Wananusurika mwana Ong'incha Secondary. Kumbuka kwamba hili ni kundi la A. Tunao timu zote mbili hizi, Agoro Sare Ong'incha, Kodero Bara Kisumu Day, ambao wanacheza baada ya mechi hii hapa katika uga huu wa Gusii Stadium kuanzia mida ya saa 9. Matangazo moja kwa moja nyuma ya kipaza sauti, Ndemo Steven, Captain 001, masuala ya michezo. Mashabiki bado wanazidi kuingia katika uga wa Gusii Stadium. Wengine ni mashabiki wa Kisumu Day, wanangoja mechi ya pili. Wengine ni wa Ong'incha, wengine ni wa Agoro Sare. Watakwenda kujipanga. Ni Agoro Sare, beki wa kulia, ya kwanza inakubali, ya pili potelea pote, mpira wa mrusho kwa faida ya Agoro Sare kuweza kujipanga tena vema kabisa. Waswahili husema kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Mgeni ni Ong'incha, bado hajapona, mwenyeji anasherekea, bado anazidi kupakua. Agoro Sare ndani ya mstatili, chenga ya kwanza inakubali, ya pili jaribu kupenyeza upande wa kushoto, lakini utakuwa mwingi, lakini bado wanamudu. Agoro Sare, inakuwa ni mpira wa mrusho bado kuelekea katika himaya ya timu ya Ong'incha.
na ukitazama mfumo huu wamesakama sana. Hawa ni timu Agoro. Anapoteza mpenzi mtazamaji, ilikuwa ni nafasi ya 1-1, akakwenda juu akakosa kuiweka upande wa ndani. Wakati huo unapata nafasi ya kusoma arafa. Namuona Hesbon Nyamete kutoka upande wa Ndizi TV anasema ako ndani ya matangazo. MC Saka Classic watching live. Dalton Einstein anasema Simba Arati anafurahia labda jinsi alibakisha kwamba uga huu uko tayari. Belvin Omondi anasema kwamba hawa Ong'incha penye walitokea, kwani hakuna team serious hapa, watakula 10 na bado watauliwa na Kisumu Day. Maoni yake huyo anafahamika kama Belvin Omondi. Kasim. Haya, asante sana. Taratibu pale naleta ngozi, lakini goalkeeper huyo anasema chakula changu. Nikumbuke zaidi kuwa vijana wa timu ya Goro sare magoli mawili, vijana wa timu ya Ong'incha 0. Kipindi ni cha kwanza ndani ya Ndizi TV, vile vile kadhalika tupo live hapa kwenye Cyprian TV. Anapiga pale pembezoni, akichwa kinaita cha mchezaji huyo mwite Steven Onyambo pembezoni pale, wanakuja lakini refa anapuliza kipenga, anasema kutakuwa ni mpira wa ikabu ndani ya uga wa Gusii. Zikiwa ni mechi za sekondari ama za shule za sekondari. Hapo awali tumeona gavana wa kaunti ya Kisii kuweza kuzindua mchezo huu rasmi na akizitakia timu zote kila laheri. Analeta pale paraza kichwa, namna gani hawana lao vijana wa timu ya Ong'incha. Jazi nambari 6 anapiga makasia, lakini namna gani dunda 1 2 3 haijatoka nje, na kuja kuwai piga pembezoni, chini kwa chini, kozi inatoka nje. Mimi tazidi kusema kuwa mechi ni ya wanafunzi, lakini kuna baadhi ya misuli ambayo naiona uwanjani, tumizane tu kweli. Haya, anakimbilia pale jazi nambari 11. Sema kitu Kasim kwa anaongelea misuli, lakini mimi nakukia tu makosa kwamba ukiwa shule wewe uko unakula, wengine wanakula wewe ukuli, ukienda nyumbani haukuli. Tuamizane ukweli, tuamizane ukweli. Tuamizane ukweli. Ndio maana ulikuwa mdogo wa kimo, kwa sababu angalia hata hapa hivi. Kwa hiyo pia kimwili wanaonekana wakubwa kutuliko. Lakini kuna ule misuli unaona hii unasema imekomaa. Haya, Kasim huyu ambaye anasema kwamba wamekomaa sana wachezaji walio katika uga huu, sio ukomavu tu wa kimwili, pia wa kimichezo pia. Kimiaka. Haya. Chini kwa chini pale vijana wa timu ya Goro sare 14 kwenye kuongoza, anapiga pale jazi nambari 7 anakuja kuzazuka kijana huyo mwite Joseph hatari pale, goalkeeper ananyaka. Namna gani hapa goalkeeper hapa mwite Victor Boy, sema ni chakula changu, anawafukia mabeki wake, anawaambia mbona tunazuazua na kuboronga. Haya, Jukajo naruka bila mafanikio yote, anatuliza kijana huyo mwite Alex Pele. Jukajo pale para za kichwa, anatuliza kwenye kidari, anacheza wapi? Piga pale jazi nambari 6, wanakuja kuzazuka vijana wa timu ya Ong'incha. Sasa pasi za kurana, kijana mwite Enoch Ongera, unacheza wapi? Dunda 1 2 3, inga pasi lakini kibendera kinanyanyuliwa, mpira umekwisha toka nje, watakuja kurusha. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka leo, tulikubiri soka watu wanaokoka. Piga pale lakini beki huyo mstaarabu anakataa, jazi nambari 6. Kasisi, ulikuwa umezoea ukihubiri soka sadaka uitishi, umeanza kuita kwa sasa. Ipo siku sadaka tutaitisha. Unajua wewe unaangalia maana babu unaitisha sadaka. Haiko. Uliacha gavana akaenda. Gavana. Wale wanamzunguka huko enda ushikwe pale. Security tight. Haya. Anachonga pale mchongo mzuri. Pembezoni kushoto na brakani, lakini
Kozi na dunia 1-2-3 toka nje. Refa anasema vipi, itakuwa ni kona. Labda kona hiyo itakapokuwa inapigwa, Kasim, nilikueleza kwamba katika mechi hii ingekuwa na mabao mengi, kwa sababu baada ya Kisumu Day na Goro Sare kuweza kuenda sare ya bao moja, watataka kuona nani atafunga bao mingi watapokuwa wanacheza na Kodero Bara pamoja na Ongincha. Atakayefunga bao mingi, wapo wote watashinda mechi zao. Atakayefunga bao mingi ataweza kuwa na wa kwanza kutoka pool A, atakayefunga bao chache atakuwa wa pili kutoka pool A, na unapokuwa wa kwanza unapata yule ni wa pili kutoka pool B, basi unataka kupata yule ambaye ni rais kutoka pool B. Haya, sikiliza kona. Anachanja kona pale, lakini kichwa kinakataa. Shabiki huyu Mwita Lewis. Taratibu wana vijana wa timu hii ya Goro Sare kwake jazi nambari 19 kwenye gongoza. Labda gani, lakini refa amekwisha puliza kipenga, alikuwa amekwisha hotea. Ajenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasi na idhini yeyote. Na Kasim, unapotazama timu hii ya Goro Sare baada ya kugundua kwamba timu hii ya Ongincha wamekuja kuziba zaidi, umeona kwamba mabeki wakati pekee, center backs ndio wanaosalia nyuma, right back wana overlap, left back wana overlap kuwapatia nafasi mingi wanapo attack. Haya, huyo ni mhakiki wa soka Mwitendemo Steve Captain 001. Geresha pale jazi nambari 11. Anageuka labda gari bado anageresha. Anadukuza pale juu kwa juu, jazi nambari 7 anapiga pasi, wanakataa vijana timu ya Ongincha. Kijana huyo mwite Eliud Marodha, piga pembezoni, wanaanza vikao vijana wa timu ya Goro Sare. Joseph Bradley anacheza pembezoni kwake, kinabite Joseph Odiamo nje, piga potelea pote, ngozi inatoka nje. Itakuwa ni goal kick kama sitokosea. Alipenyeza ni Odhiambo upande wa pembezoni kushoto, akapata nafasi muro ya moja kwa moja, gula kushoto kujaribu kulenga shaba, akakosa. Wananusurika Ongincha tena. Asante sana, ilikuwa ni nafasi ya wazi, lakini vijana wa timu ya Goro Sare wanasema mapema ndio best. Wamekwisha tinga magoli mawili. Kumbuka mechi yao ya asubuhi dhidi ya Kisumu Day waliweza kutoka sare ya 1-1. Kwa hivyo wakishinda hapa atakuwa na alama 4 kama sitokosea. Hautakuwa umekosea Kasisi, alama zitakuwa ni 4 iwapo itaisha hivi, alama 3, alama ya kwanza ya asubuhi, alama 4, kisha wangoje majibu ya mechi ya pili katika timu ya Kodero Bara dhidi ya timu ya Kisumu Day. Na iwapo Kisumu Day wanataka kuenda juu ya Goro Sare katika siku ya leo, lazima wafunge bao mingi zaidi kuliko zile ambazo Goro Sare watafunga katika alasiri ya leo. Haya, asante sana. Ni mpira wa ikabu mahala pazuri. Maguu kama 28 hivi, ikipata fundi mchongaji mzuri itakuwa basi mambo mazuri. Ikipata fundi kama kijana Ward Prowse, nikapungua sana Ward Prowse dhidi ya Daudi De Gea enzi hizo, najua demo hawezi kumbuka hilo. Haya, sikiliza mpira ikabu, anajenga ukuta pale, ukuta binadamu, anadokoza tena kwa chini, goalkeeper anafungua. Hatari bado, piga pale Bakasia, hamna mto, alisukuma tobo labda gari. Haya, anageresha kwanza pili, wanakataa badani katani pale vijana wa timu hii ya Goro Sare. Anakuja kuzazuka kijana mwita huyu ni Joseph Odhiambo, anacheza wapi kwake Geoffrey, lakini alikuwa amekwishotea. Angalimwamini winga wao wa upande wa kulia, basi winga alikuwa offside, lakini wote wale kuendea mpira ule, yeye alikuwa upande wa offside, winga kwa upande wa offside. Kutoelewana, kuna wale upande ule wa offside, lakini ulikuwa unamwangalia Ward Prowse, nikiangalia technique ambayo shot ile lilipigwa midili ya Rashford, kama unakumbuka Kasim. Kumbuka ni dakika 30 za mchezo, kipindi cha kwanza ndani ya uga wa Gusii, ikiwa basi ya Goro Sare magoli mawili, vijana wa timu ya Ongincha 0-0 yai. Lakini wanasema katika mchezo wa soka lolote lawezekana siku zote, mpira hudunda. Wazungu watakwambia it's not yet over until it's over. Wakisi watakwambia kwamba amang'anango chenchiale vindu vichenjanga. Vindu vichenjanga sio kikisi. Ni yaweta. Asante sana. Kumbuka niliona pale kuwa kulikuwa na press briefing kutoka kwa ikulu ya rais,
Tujue ni yapi anaendelea pale, labda kali pale, lakini goalkeeper siku zote aguswe, huwezi kumguza goalkeeper. Refa anasema Victor Moi anapogagaa chini ni ile hofu kwa upande wa benchi la kiufundi. Ni kipa ambaye anategemewa zaidi na timu hii ya Ongincha katika safari yao ya kufika hapa hivi. Amekuwa nao nafasi zote, ni kipa bora, man of the match mechi ya awali timu hii ya Ongincha dhidi ya Kodero Bara. Kwa hivyo ni maombi tu ya benchi la kiufundi kwamba ataweza kujikimu, aweze kunyanyuka kuendelea na mechi, angalau kuwapa afueni kwamba iwapo watapata bao moja kipindi cha kwanza, watapata la pili kipindi cha pili, labda wataweza kurejea kwa mechi, lakini kufikia sasa bado hajaingia katika mechi hii. Asante sana. Namuona hapa President Omani anasema matangazo yameenda shule, sema hapa salimia. Wakati huo namuona ni Kefa Nengo Bosire pia anasema kwamba lazima nihesabiwe kwa michezo hii, ako ugani. Haya, taratibu anapiga chini kwanza pale, vijana wa timu hii ya Gorosare. Jazi nambari 6 kwenye kuongoza mwita Alex Pele, pembezoni para kuja kuwekea mwita Joshua cheza pembezoni, nambari wangu pale, jazi nambari 11 kwenye kuongoza kijana huyo mwite Quentin Fortune. Fortune ule anakuja taratibu, Quentin kwa jazi nambari 13 anageresha kwanza pale, kijana huyo mwite Geoffrey anacheza wapi? Katikati mwa Kidwara, geresha kwanza bado anakata, vijana tumeongecha wanajaribu na umbali, lakini goalkeeper anakuja anasema ni chakula chango huyo mwite Rio Ferdinand huyo goalkeeper. Na maana kuwa babake au wazazi wake walikuwa ni mashabiki wa United enzi hizo akicheza Rio Ferdinand. Haya, taratibu beki yule anakataa, pembezoni pale, ngozi inatoka nje, watakuja Croatia vijana wa timu ya Ongincha. Ongincha watakuwa na mpira wa mrusho katika kipindi hiki cha kwanza, mara ya kwanza ama mara ya pili au tatu imeonekana katika himaya ya timu ya Agorosare. Atakwenda kurusha mrefu, wako na nambari nyingi upande wa mstatili, anarusha refu fupi, wanapinga ni Agorosare. Nafasi ya counter attack pembezoni kushoto, ya pasi inafika jezi nambari 7, moja kwa moja 1v1, anamwacha wa pili, anafika hatari, lakini wanazuia. Ni timu ya Ongincha Secondary kusema kwamba 3 ni mingi, mbona mtupe 3 zitakuwa ni mingi. Agorosare sasa wametulia, beki makinifu, piga refu, lakini potelea pote ni mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Ongincha. Mechi ya kwanza walivaa midhili ya timu ya England, mechi ya pili wamevaa midhili ya timu ya Arsenal. Hatujui ya tatu watavaa kama Manchester, kuna Manchester Blue, kuna Manchester Red, na mwelekezi ananiambia kwamba tuna dakika moja kipindi hiki cha kwanza, timu zote mbili kuona kwamba mitindo tuliyosema tunatumia kipindi cha kwanza ilizaa matunda, haikuzaa. Ongincha inakuwa fupi, Victor Moi anatembea tu aste kuchukua, kusema kwamba chakula changu hiki. Nahodha kwa timu ya Ongincha wanajaribu kusonga mbele zaidi, ni Ongincha ambao kwa sasa ndipo wanapata ujasiri katika mechi hii. Agosa wanakataa, pembezoni kushoto unakuwa mwingi, unatoka mpira wa mrusho kwa faida ya Agosa. Beki ni yule atakwenda kurusha, unakuwa mwingi, unatoka tena, bado ni Agosa. Wanaanza wangu pembezoni kushoto, chenga ya kwanza itakubali, imekubali. Ya pili analeta nyepesi, anakosa. Alikuwa amepakuliwa vema kabisa, lakini pia nahodha au upande ule wa AR, assistant referee, alikuwa ameona kwamba kesha rombeza angalifunga bado haingehesabiwa, lakini ni vema ufunge isihesabiwe, kwa sababu na kuongeza ujasiri katika mechi na kujua kwamba nafasi kama hiyo ikija tena ni kuhakikisha tu kwamba haujajenga kibanda mahali ambapo hapafai. Victor Moi, mlinda lango wa Ongincha, ambaye amewashikia mechi zao zote kufikia sasa katika michezo hii, wanaanza rahisi upande wa kushoto, lakini wakati huo kipindi cha kwanza kinafika tamati. Ni kipindi ambacho wengi walitarajia mengi. Kunao waliohisi kwamba bao zingalikuwa mingi zaidi ya 2 kwa faida ya Agorosare, hazijawa.
Kuna waliohisi kwamba Ongincha wangeweza kuwazuia Gor Sare kipindi cha kwanza, hawajaweza. Imekuwa ni desturi yao, kila mara wanapokwenda katika mapumziko wanakwenda chini kumwambia bismillah, asante kwa safari hii. Tunaomba Mola mwenye neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo utuneemeshe tuzidi zaidi na zaidi. Lakini Mlima watakuwa nao kipindi cha pili kurejesha bao hizo mbili na kutafuta la ushindi. Upande wa Gor Sare watahisi kwamba wanafaa kuzidisha mashambulizi katika upande wao, na wakati huo huo, labda Kasim, tukienda upande wa mapumziko, unahisi kwamba kipindi hiki kimekuwa vipi kwa timu zote mbili? Ni kipindi ambacho tumeweza kushuhudia magoli mawili. Ni kwa basi vijana wa timu ya Gor Sare wameweza kujipanga na kwa sababu walijua vijana timu ya Ongincha hii ndio mara yao ya kwanza kuweza kufika mara hapa, basi wakaweza kutumia zile nafasi zao. Kumbuka waliweza kutizama mchezo wao dhidi ya vijana wa timu ya Kodero Bara, waliweza kuona kuwa ile safu yao ya ulinzi inavuja kiasi cha haja. Kwa hivyo wameweza kutumia ile ambayo ni weakness yao na wameweza basi kuwadhibu, na hadi tukiondoka kipindi cha kwanza vijana wa timu ya Gor Sare mawili, vijana wa timu ya Ongincha sifuri. Nafahamu kwamba kipindi cha pili kitakuwa na matumaini zaidi kwa Ongincha kuhisi kwamba wanafaa wazibe, kama hawatashinda wazuie mengi, kama wataweza kushinda ama kwa upande ule mwingine wa Gor Sare watahisi kwamba wanapaswa kuongeza bao zaidi, wataweza kuwa wakiongeza bao zaidi. Namuona Kasim katika kipindi cha kwanza kimekuwa mengi ambayo yameweza kuongelewa, lakini mwisho anauliza hapa ni wapi Kasim? Hapa ni wapi? Hapa ni uga wa Gosi, uga huu wa Gosi. Kwamba tuweze bado kusonga nyuma hadi tuweze kusonga nyuma upande ule wa ugani katika mechi hii. Tunauliza kwamba hapa ni wapi, na hapa ni upande huu wa Gusii Stadium, kiwanja ambacho tunaungana na mmoja wetu apata kwa kutupatia udadisi wa kipindi hiki cha kwanza katika mechi hii. Kasim, tunasema hapa unauliza wanajibu. Kwanza asante sana. Unajua Rayode ni kocha, wewe kama kocha basi umeweza kuitizama mechi hii, na ungekuwa kocha na timu yako ingekuwa ni Ongincha, ni wapi ungeweza kurekebisha? Haya, asante sana kwa nafasi. Nilikuwa ni kocha Ongincha, kitu ya kwanza ningeavoid hii game ya physical. Ukiangalia vijana wa Gor Sare kwa kimwili ni vijana wako sawa, so nikiwa kocha Ongincha, kitu ya kwanza vijana wangu wapige goal moja mbili tukisonga ili tukilize places zo tufunge. Labda wakati huo labda Kasim, swali lake la pili ningekuuliza kwamba mechi ambayo timu ya Ongincha walijua kwamba walipaswa kuzuia mapema, lakini wakakosa concentration mapema, wakafungwa